Palikuwa ni mida fulani hivi ya saa 5 asubuhi. Shija Msukuma na niliamua kwenda kuonana na mpenzi wangu huko mitaani. Lakini sikujua kama mke wangu ananifuatilia kwa nyuma. Baada ya pale akanikuta pale tulipokuwa tumesimama. Na kwanza kuniuliza ni kwa nini huyu ni nani. Na baada ya pale nilimjibu majibu ya dharau, kisha nikaondoka na mpenzi wangu. Baada ya pale mke wangu akawa ananitazama sana. Akawa ananifikiria ni kwa nini mume wangu anaamua kunifanyia mambo kama haya. Baada ya pale aliamua kunipigia simu na kuniuliza, mume wangu, kwani umebadilika na kuwa na tabia kama hiyo ndugu yangu? Kisha ile dada akaondoka bwana, akaenda kukuta na yule mwanamke aliyekuwa ameenda kuona naye mume wake, akamwambia, tafadhali niachie mume wangu. Lakini baada ya pale bwana, dharau za hapa na pale zikawa zinaonyesha. Yule mdada akabidi aondoke kwa dharau. Lakini yule mchizi akaenda kuzungumza na yule binti. Kiukweli mimi nimetokea kupenda sana. Nitaongea na mke wangu ili niweze kukuoa basi. Baada ya pale Shija Msukuma bwana alienda kuongea na mke wake. Mke wangu akiamka na kuapia, niruhusu moyo huyu dini na wanawake wawili. Mwanamke bwana alikubali. Wanawake bwana, aise tuache tuwape mitano tena. Baada ya pale mchizi bwana akawa ameoa, akawa na wanawake wawili. Na baada ya pale maisha ya furaha yakaendelea na kupiga picha za hapa na pale za furaha. Baada ya pale mchizi alienda dukani na kumnunulia TV kubwa, akawakabidhi wanawake zake pale, akamkabidhi na mwanamke mkubwa kwamba wewe ndio mmiliki sasa wa hizi mali. Na huyu mke mdogo sasa atakuwepo hapo nyumbani na tutaanza kuishi pamoja. Walifurahi bwana. Na baada ya pale maisha yaliendelea.